Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Hao walikuwa pamoja na kina nani? Wanafunzi wa Yesu, mitume wale. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hii kunena kwa lugha ni ishara ya nje ya mtu aliyepokea Roho Mtakatifu. Amen. Na hapa anasema wakajazwa. Tafsiri ya Kiyunani ya neno kujazwa maana yake ni kutawaliwa, kuongozwa na kuwezeshwa. Wayunani ukisema nimejazwa na Roho Mtakatifu, wao wanamaanisha unatawaliwa na Roho Mtakatifu, unaongozwa na Roho Mtakatifu, unawezeshwa na Roho Mtakatifu. Akikutawala maana yake si wewe tena unayeishi, si ndio? Bali ni Kristo ndani. Akikuwezesha maana yake anakutia nguvu juu ya udhaifu wako. Akikuongoza maana yake anakusaidia kutembea kwenye mapenzi ya Mungu. Huu mwili wa kibinadamu tulionao iko hivi. Binadamu, mtu, tafsiri ya mtu ni roho, anayo nafsi na anaishi katika mwili. Tafsiri ya mtu ana definition yake na ana utatu wake. Mtu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Roho ni nini? Roho ni sehemu ya mtu iliyo na ufahamu wa kimungu. Ile pumzi baada ya Adamu kuumbwa, sawa? Si Mungu akampulizia Adamu akawa nafsi hai? Roho, pumzi ya Mungu. Nafsi ni nini? Nafsi ni sehemu ya mtu ndani yake iliyo na ufahamu wa ule mtu. Tafsiri zingine, nafsi ni moyo. Bwana asifiwe. Moyo wa kiroho ni tofauti na moyo wa kisayansi. Moyo wa kisayansi una ukubwa kama ngumi yako ya kushoto, si ndio? Ndio unaupampu damu, na ukifa ule moyo wakiupasua madaktari wanaukuta huko pale. Moyo wa kiroho ni mjumuisho wa akili, hisia na utashi. Kwa watu si wanaabudu ndani ya mioyo yao, si ndio? Wanaomba ndani ya mioyo, sio katika akili zao. Ibada inafanyika wapi? Moyoni. Kwa mtu ana nafsi. Nikisema nafsi, vile wewe unavyojitambua, mimi ni Elisha, ndani ya nafsi kuna vitu kama vitano. Kuna hiari, kuna hisia, kuna mapenzi, sawa sawa, kuna maamuzi, kuna vitu vingi ndani ya nafsi. Na nafsi imeachwa huru iamue. Ndio maana mahali fulani Joshua anasema amueni vile, sio? Ni nani mtakayemtumikia? Sasa mwili ni nini? Mwili ni sehemu ya nje ya mtu iliyo na mahusiano na ulimwengu unaomzunguka. Na milango mitano ya fahamu ya mwili mnaijua, sio? Moja, macho, kuona, kunusa, kuonja, sio? Hiyo ndio milango mitano. Mwili
Sasa huyu mtu, kwa nini Mungu aliona ni muhimu apokee, ajazwe Roho Mtakatifu? Mwili una tabia zake ambazo ziko kinyume na mapenzi ya Mungu. Fungua Galatia sura ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 22. Naomba mmoja aliyepata asome hapo tafadhali. Jamani, najenga msingi muelewe kwa nini Roho Mtakatifu alikuja na kwa nini tunatakiwa tujazwe Roho Mtakatifu. Amina. Hata tukiingia kwenye somo la mahusiano tutakuwa peji moja. Soma ulipata tafadhali. 22. Biblia inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. 17. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata haziwezi kufanya nayoyataka. Huyu ni Paulo anasema, basi nasema enendeni kwa Roho, si ndio? Na anatoa sababu kwa nini ende kwa Roho, kwa sababu hamtazitimiza kamwe tamaa za. Sasa huyu binadamu nimesema ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Binadamu ana mashindano ndani yake mwenyewe, ana changamoto ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Naomba mtu mmoja aje hapa nitoe mfano kidogo tafadhali. Naomba kiongozi wewe njoo tu hapa. Geuka, angalia kule, migongo yetu ikutane, afu mikono hii tutaingiza kwenye, naomba niingize hapa kwako na kunaingiza hapa. Huyu ni mtu sawa sawa, upande wangu huku ni roho, au upande wangu huku ni mwili, upande wa ndugu yangu huko ni nini? Ni mwili. Hapa katikati midogo inapokutana ni nafsi. Nafsi ina tabia ya undumila kuwili, yenyewe inaangalia nani anayeongoza maisha kwa wakati, nani ana nguvu ndani yake. Paulo anasema, si nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kama tamaa za mwili. Na anasema kwa sababu mwili na roho hushindana, sio? Hata hamwezi kufanya nayo yataka. Leo ukijisikia shangwe, bubujiko ndani ya moyo, umeamka siku hiyo safi, unaimba tenzi, moyo umejaa furaha ya Roho Mtakatifu, wakati huo roho ina nguvu. Bwana asifiwe. Nafsi inanywea, inaungana na roho. Nasema na mimi leo niko pamoja na wewe, kwa direction yetu ni hii ya kiroho, sawa sawa. Ukipita katika hali ya kushuka moyo, roho ikakosa nguvu, mwili ukawa na nguvu, direction inabadilika. Nafsi nasema mimi bwana, mimi niko na wewe mwili. Hamwezi kuyafanya mnayoyataka. Sasa mwili hauna ahadi ya uzima wa milele. Mwili ni box iliyohifadhi roho na nafsi. Mtu akifa, kinachoondoka ndani yake ni roho na nafsi, mwili unabaki.